Tugetu bila shaka ulishakutana na hii changamoto, hasa wale wanaofuga kuku wa kienyeji. Yaani unakuta kuku wawili au watatu wanataga kwenye kiota kimoja, na ikishafika muda wa kulalia au kuatamia inakuwa changamoto kwa sababu vurugu pale kwenye kiota. Yaani unakuta wanaweza kupasua mayai au wanaanza kugombana kwenye lile eneo, kwa sababu mayai mengi yataharibika, kwa sababu hata kuanguliwa au kutotolewa vile vifaranga haviwezi kutotolewa vyote, kwa sababu utulivu kwenye kile kiota kunakuwa hakuna. Leo twende tukaangalie mbinu gani utakaweza kuitumia ili kutenganisha wakuku wawili au watatu waliolalia au kuatamia au wanaotaga kwenye kiota kimoja. Karibu sana, hii ni Agarus Online TV. Agarus TV. Habari, Kilimo na ufugaji kwa vitendo. subscribe, Like, share na comment. Asante kwa kutuchagua. Sasa cha kwanza unatakiwa utafute mayai. Hapa ni mayai mabovu. Unatakiwa uwe na mayai, kama una yale mabovu basi chukua mayai ya kisasa. Sasa utayapataje ya mayai? Utayapata pale kuku wanapoweza kuatamia. Mayai yanayobaki utachukua labda makapeni au utachukua penseli au chochote kile, utaweza kuweka alama labda ya X kuonesha kwamba hayo mayai mabovu. Haya mayai utayahifadhi, lakini ndio yatakayoweza kutumika kwenye mbinu mbalimbali katika kuweka kuku hasa kwa Kenya. Pale utaweza kutenganisha mayai na utachukua mayai mabovu na utaweka pale sehemu mbili, lakini pia kumbuka kuyaondoa yale mayai mazima ambayo yametagwa. Ni kila siku jioni unapita pale unachukua yale mayai ambayo ni mapya unaenda kuyahifadhi. Alafu pale utaacha mayai matatu kwenye sehemu mbili tofauti pale kwenye kiota. Na mara baada ya kuanza kuatamia mmoja wapo atatamia yale mayai mabovu, na akianza kuatamia basi tutaenda kumwekea yale mayai ambayo ni mazima ambayo yataweza kwa ajili ya kuatamia. Na yule kuku mwingine sasa atakapokuja lazima tu atasogea kwenye kiota cha karibu au pembeni yake atakapoenda kutaga, kwa sababu ataona kuna yale mayai yamebakia na yule mwingine atakopo pale karibu. Kwa hiyo utakavyoweza kuwatenganisha wakuku wawili endapo kama tu anataga sehemu moja au anataga katika kiota kimoja. Kumbuka kuwa na viota vingi eneo la kwenye banda lako, kwa sababu itakusaidia sana katika uwezo wa kuweza kutenganisha wakuku na kuandaa mazingira mazuri kwenye kila kiota. Utaweka hayo mayai mabovu, yatakusaidia sana, kwa sababu huyu atakapofika kwenye kile kiota atakapoona kwamba kuna kuku basi hataweza kukaa pale kwenye kile kiota, kwa sababu yule kuku atakuwa mkali na ataweza kumfukuza. Kwa hiyo ataenda wapi? Ataangalia sehemu ya jirani au pembeni pale, ndipo kama tu kuna mayai mengine atajua yale ni mayai ya kwake. Mbinu ziko mbalimbali za ufugaji wa kuku. Unaweza kwa comment hapo changamoto ambayo inakusumbua tofauti na video hii ya leo, na sisi tunaweza kwa kujibu hapo au kwa kutengenezea video ukaelewa zaidi. Na kama una shida nyingine yoyote tofauti na video hii, kama una changamoto inakusumbua kwenye ufugaji wako, pia unaruhusiwa kucomment hapo, sisi tutaweza kujibu kwa kusaidia kwa namna moja au nyingine, ili kufanya tu shughuli za ufugaji unakuepo vizuri kwako wewe na usije ukakata tamaa katika ufugaji wako. Tukutakie kila laheri hadi wakati mwingine. Agarus TV, kilimo na ufugaji kwa vitendo. Jifunze, tekeleza, fanikiwa. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe kwa maarifa zaidi. Tukutane kwenye video inayofuata.